Mke wangu, tafadhali, nimezidiwa. Naomba niingize walau hata kidogo tu, naingiza kichwa tu. Kuna mapenzi matamu bila pesa? Unajua kabisa tupo katika kipindi kigumu. Kakaangu ni mlemavu, anaumwa. Sisi wenyewe maisha yetu tiatia maji, hatuna hata pesa. Na bado unapata nguvu ya kusema unataka kichwa. Hicho kichwa ndio kitatuletea hela huko ndani. Lakini mke wangu, hata kama una matatizo, wewe ni haki yangu kunipa mimi tendo la ndoa. Sasa kuna ndoa bila kufanya tendo? Haki yangu huwa tendo la ndoa. Unalijua tendo wewe? Sikia nikwambie. Usinisumbue na sitaki usumbufu. Ukiwa na hela utaweka hicho kichwa. Mume wangu ndio umefikia huko? Kumsaliti mke wangu siwezi. Sasa nifanye nini? Niwe na mbaka? Nikiwa na maana akininyima tu nimvamie? Hapana, siwezi kumfanyia hivyo mke wangu. Okay, nimepata cha kufanya. Atakuwa akininyima nyumba, naenda na kunywa pombe mpaka nijikojolee. Na imani atanionea huruma, atanipa tu. Hizi ndoa hizi. Hivi ni mimi ama na kwa wengine anawakuta haya? Ngoja tuone mwisho wake, ndipo nitachukua maamuzi mengine. Baba, nimeenda mpaka kwa shangazi lakini sikumkuta. Mbona dada anaita mambo ya ajabu? Atakuwa kaenda wapi? Sijui atakuwa ameenda wapi. Lakini baba, umeniambia nimwambie shangazi anipe mzigo nikuletee. Ni mzigo gani huo? Unasikia mwanangu Karobo? Kipindi mamako alikuwa anafanya kazi, shangazi yako alikuja hapa nyumbani na alikuwa analia shida kwamba nyumbani kwake hakuna unga. Mama yako alimwazima shilingi 15,000 na akasema atairudisha. Ndio hiyo nilikuwa nimekuagiza ili tununue unga tuweke ndani. Si umeona ndani unga umeisha mwanangu? Ndiyo baba. Lakini kama hayupo basi akija kuniona nitamkumbusha hiyo pesa. Wewe usijali. Endelea na mambo yako, sawa mama? Sawa baba. Ila wale watu waliokuwa wanafanya nao kazi, mbona hawaji kukuona? Mwanangu, ishia hapo hapo. Sitaki uzungumzie watu nilikuwa nafanya nao kazi. Sio watu wazuri. Na hata ukikutana nao njiani usizungumze nao, sawa? Sawa baba.
lakini nakuja sasa hivi. Unaenda wapi? Nakuja. Dada nisaidie. Hivi wewe una akili kweli? Ina maana mnakumbukana tu pale mnapokuwa wazima, si ndio? Ila mkipata matatizo ngoja nikwambie kitu we mbaba. Maisha haya ni mafupi sana. Hivyo basi tupendane tukiwa wazima. Sio mnasubiri babangu afe ndio mje msibani. Alafu kwa nini hutaki kuja kumwona babangu? Wakati wewe muda wote upo. Na muda ule umekuja mpaka karibu na nyumbani kwetu, lakini umeshindwa kuja kumwona babangu. Kwa nini unakuwa na lomba kiasi hicho? Ama kweli nimeamini sio kila mtu mzima ana busara. Kumbe kuna wajinga nao wamekuwa watu wazima. Hivi wewe Karobo, mimi nakufahamu tangia uko mdogo. Ni binti ambaye una akili na una busara pia. Umekuja kuaje? Mbona unaongea kama chokolaa? Yaani hayo ni maneno ya kuongea na mimi mtu mzima? Unashindwa kufahamu kama mimi ni baba yako? Au unafikiri yule tu ndo baba yako? Mimi pia ni baba yako. Unatakiwa uniheshimu. Unavyokuja kwangu unatakiwa uongee ukiwa na discipline. Sio unalopoka kama domo la watoto wa mtaani. Na unavyosema kwamba watu wazima hawana akili, unamaanisha nini? Namaanisha babangu hana tai la kula. Nyie mpo mnamwangalia tu. Na unakuja unanitisha eti nimfuate mama yangu. Siku zote mimi nasema, mtoto unapotumwa dukani, nenda moja kwa moja, acha kucheza njiani. Ona sasa, umetumwa na baba yako uje kuomba hela. Unafika unaanza kuleta maneno mengine. Hayo ni madhara ya kwamba ulikuwa unacheza njiani. Kama shida ni hela, ungefika ukaniambia bwana, naomba tuna shida, hatujala, tuna siku 3, tuna wiki, tuna mwezi, ningewasaidia. Sasa kama hilo ni swala dogo sana kwenye swala la kula. Hebu shika hii. Naona njaa zinakusumbua. Nenda ukale. Sina shida na hela yako. Hivi kumbe maskini ndio wanakuwa na shida hivi? Yaani unasaidiwa unatupa hela? Wewe unajua inapatikana vipi? Sasa wewe na baba yako mtaendelea kukaa na njaa mpaka mje kufa. Mbavu kabisa. Bloody caustic ndunga nyinyi. Shenzi. Lazima tuangalie mustakabali wa hii kampuni. Na nina uhakika hii kampuni itafirisika endapo baba Karobo asiposaini mkataba. Hivyo nahitaji mwongozo. Ni kweli inatakiwa tufanye haraka iwezekanavyo. Kinachotakiwa kufanyika ni kumkamata baba Karobo na ulemavu wake. Tumvunje, tumfunge kamba na tumweke porini. Baada ya hayo yote, najua kabisa kwamba atakubali tu kufanya jambo letu. Maana njaa lazima imsukume kufanya jambo letu. Nawatakia kazi njema. Mimi naelekea South Africa. Sawa. Mimi nitafanya kazi. Na nitahakikisha jambo hilo linatimia. Mungu, ni kweli matatizo yameumbiwa wanadamu, lakini Mungu wangu, angalia na umri wa mtu wa kumpa hayo matatizo. Mimi umri wangu mdogo sana. Nitawezaje kumtunza baba yangu na hawezi kutembea tena? Ni bora hata mama asingemuacha. Lakini sasa ona. Nitapambana baba mpaka nihakikishe umepona, na wala usiwaze kuhusu mama, nipona wewe atabariki Mola. Na wala usiwe na shaka baba, niamini naweza fanya mazito, iwe kwenye shida na raha, utakuwa na mimi, haya yote mapito. Au mwanangu? Abe baba. Kwani unalia? Mimi silii baba. Kwa hiyo mimi ni mtoto mdogo, si hivyo unalia? Pana baba, mimi mwana nyuma sana. Wewe ndio nguzo yangu ya maisha, mama ametukimbia.
Utapona lini baba huo ugonjwa wako? Karobo mwanangu. Abe baba. Hivi unajua mimi karibia nipone. Kama sio kesho basi kesho kutwa. Naweza nikarudi kutembea na wewe utaendelea kusoma na mimi nitarudi kazini. Tumeelewana? Sawa baba. Kweli baba utapona? Inapona, futa machozi. Sasa Bakarobo. Naam. Ngoja sisi tukuache. Tutakurudia jioni kukusaidia kukupeleka ndani. Ya, ni kweli. Tutakuja. Niwaombe tu muwe na moyo huo, msinichoke. Haina shida, tuko pamoja. Siku nikiweza kuingia ndani mwenyewe sitowasumbua. Haina shida. Usiwaze, tuko pamoja. Shukrani sana. Karobo. Abe. Ngoja tukuache, Mungu akipenda tutakuja jioni. Sawa. Mtoto mzuri. Abe. Mpende baba yako, sawa? Bye. Mama Lecho ameshaleta chakula. Kipo ndani, kalete tule. Sawa baba. Binti yangu. Binti yangu. Karobo. Karobo, nimegundua na matatizo makubwa sana na natamani kumsaidia baba yako aweze kutembea tena. Sasa mimi naweza kumsaidia baba yako, lakini hadi ukubali mimi niwe rafiki yako. Wewe ni mtoto ambaye hujafunzwa na wazazi wako. Kiufupi, hauna hata adabu kwa wakubwa. Siku ukiwa na adabu utakuwa rafiki yangu. Mimi nina dawa ya kumtibu baba yako, hacha kunidharau. Alafu usichokijua, yule mama alilomjibu vibaya ni kwa sababu hajielewi, halafu ni mchawi. Ni mchawi? Ni mchawi. Na nimemjibu vile kumuonyesha kwamba simuogopi. Nikubalie niwe rafiki yako Karobo. Bwana, mimi siwezi kuwa rafiki yako. Kwanza nipishiage. Mungu wangu, mche mwekundu. Tulia mtoto, usiniogope. Mimi ni msaada wako. Kivipi? Tulia nikuelezee. Nafahamu fika babako ana matatizo, na matatizo hayo yamesababishwa na wafanyakazi wenzake kwenye kampuni anayofanyia kazi. Najua huwezi kunielewa kwa sasa, lakini nitakufafanulia kila kitu. Wewe ni nani? Usijali, utanifahamu. Ila kwa sasa rudi kwanza nyumbani. Nitakuja nitakueleza ukweli wote. Kweli binadamu nimeamini kweli hawana jema, eti kisa mali wamenifanyia husuda nikawa kilema. Na mke wangu baada maisha magumu wakaamua kwenda, nateseka na mwanangu, ila ipo siku hii hali itakuwa vyema. Unahangaika mwenyewe na muda mwingine nakuonea huruma, natamani nikusaidie ila siwezi, nashindwa takunyanyuka. Tegemezi langu ni wewe, ila muda mwingine roho yangu inasita. Naona kwa kuwa ni mtoto wa kike, mzigo mzito sidhani katafika. Mwanangu vumilia, Mungu atatupa tena.
kama kusoma nitasoma tena. Mwanangu vumilia, Mungu atatupa tena. Umasikini utaisha mapema tu, usichoke mwanangu, binti yangu, binti yangu, binti yangu, binti yangu. Nitapambana baba mpaka nihakikishe umepona, na wala usiwaze kusumama, nipona wewe atabariki Mola. Na wala usiwe na shaka baba, niamini naweza fanya mazito, iwe kwenye shida na raha, utakuwa na mimi, haya yote mapito. Kinachoniumiza kichwa, sijui ni lini utapona. Kamwe siwezi kukuambia navyojihisi, roho itakuchoma. Kinachoniumiza kichwa, sijui ni lini utapona baba. Kamwe siwezi kukuambia navyojihisi, roho itakuchoma. Ila nakupenda baba, baba yangu.